warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu Waislamu, alhamdulillah, tunataka tukumbushane kidogo kuhusu adabiyat, adabu njema, adabu za kutembelea wagonjwa, adabu za kula na menginezo. Ndugu zangu Waislamu, kuna haja ya kutembelea wagonjwa ili kuleta tabia yetu iwe nzuri. Unapozuru wagonjwa, ndugu zangu Waislamu, katika mahospitali ama nyumbani ama majirani zako, ni vizuri sana ndugu Waislamu kuchukua muda kuangalia mgonjwa bila kuchukua muda. Na unapoangalia mgonjwa, usimwambie mambo ya kuudhi ama mambo ya kumvunja moyo. Ndugu zangu Waislamu, unapotembelea mgonjwa, mwambie huyu mgonjwa utapona. Mpe hope, mwambie utasikia nafuu. Mwambie hospitali si mbaya. Lakini ukimpatia maneno ya kumvunja moyo, haupati thawabu, haupati baraka yote. Mfano, unaenda unaangalia mgonjwa na kisha unamwambia hii hospitali ni mbaya sana, haina dawa. Ama unaambia mgonjwa, ugonjwa hii malaria hii imeua watu wengi sana raundi. Kama ni kansa, kansa mara hii haijaweka watu. Hizi ni maneno ya kuvunja mgonjwa moyo. Tukue na adabu ya kuangalia mgonjwa na kumpea hope, na unaambiwa ukienda kuangalia mgonjwa, malaika 72 wanakuombea maghfira, wanakuombea msamaha. Angalia hiyo thawabu. Na tusichukue muda mrefu kwa kukaa na mgonjwa, pengine anataka kwenda haja, pengine ako na mambo yake kidogo, ana maumivu, basi tukae kidogo na kisha tutoke. Katika hiyo hali ya kuongea juu ya tabia, adabu ya kuangalia mgonjwa, pia tuna adabu ya sisi good character, tabia zetu wenyewe iwe nzuri. Unakuta tabia yako wewe unakuwa na hata upendi watu. Ukiwa na tabia njema, watu watafuata mfano wako. Na kufuata mfano wako ni mzuri, mfano wako ni ibada, mfano wako ni swala, mfano wako ni kuongea maneno mazuri, basi hata watu watakuwa rahisi kuslimu. Lakini tabia yake kwa mbovu, basi hata watu kuslimu, unakuwa tabia yako itakuwa ni ngumu sana. Hali vile pia adabu ya kukula. Unapoletea chakula, usianze kutoa aibu ya chakula. Unaanza kusema hii chakula bana itaumiza tumbo, imewekwa sijui nini na nini. Unatoa ile aibu ya chakula, unavunja ile mpishi mwenye kula chakula. Tuwe na adabu kila jambo, adabu ya kulala, adabu ya kula, adabu ya kulala pia. Unapoenda kulala, inatakikana wewe unaangalia kitanda yako, unashika vizuri, uende kakua na kitu kama toothpick, imekuwa na kitu kama shindano ama kitu yoyote inaweza kudhuru. Basi adabu ya kulala lazima uangalie ile kitanda yako, umetandika vizuri ile shuka na kuangalia hakuna kitu ya kudhuru. Na kisha usiweke kitanda yako karibu na ukuta. Kuna wanyama ambao wanatembea kwa ukuta. Iko spider, iko buibui. Kuna wanyama tofauti ambao ni rahisi wa kudhuru ukiweka kitanda yako imeshikana na ukuta. Basi adabu ya kulala ni usongeze kitanda yako kando na ukuta, uachie wanyama barabara yao, na kisha wewe uangalie kitanda yako vizuri kisha ulale. Hii ndio adabu ya kulala. Na usilale kama unaweka muziki kwa masikio, unapiga speaker inapiga. Hii moyo ikisikia muziki sana haitakumbuka hata Mwenyezi Mungu. Kuna adabu ya kulala. Kuna adabu ya kuamka. Unapoamka unafaa ushukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu usiku mzima ulikuwa nusu ya kufa. Umeamka mzima, usinda what is the time? Uliza alhamdulillah, shukuru Mungu kwa ile kuamka peke yake. So kuna adabu ya kukula, adabu ya kuangalia jirani yako. Unafanya amali mzuri, unaenda pengine msikitini, unaswali, lakini hujaangalia jirani yako anakaa namna gani. Huko nyumbani unapika machakula mzuri, harufu kubwa, pengine hata jirani yako hajakula siku 2 ama 3. Tuwe na hizo adabu njema. Adabu njema ni kwenda kufaulu kukaribia Mwenyezi Mungu. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.